Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika R4 ambazo Mheshimiwa Rais aliziasisi. Kuhakikisha tunakaa pamoja, kuhakikisha tunajenga upya, kuhakikisha tunavumiliana na mambo mengine yote ambayo mwisho atapelekea kuwa na uchaguzi, moja, wa huru na haki; mbili, wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators, ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi zitakazokuwa za huru na haki na kadhalika. Na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam tunasubiri pia taarifa ya tume huru ya uchaguzi kupitia wale waliojiandikisha upya, wale waliouisha taarifa zao, na wale wengine wote ambao walikwisha kuwa wamejiandikisha, ili kwa ujumla sasa idadi yao na mambo mengineyo yote yatakayohusiana na kiuchaguzi, yatakayotamkwa na kufafanuliwa na tume huru ya uchaguzi, sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tutatoa ushirikiano wa kutosha, na pengine tutatamani kila mmoja aliyejiandikisha ashiriki kupiga kura, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vitu vyovyote vinavyotishia wapiga kura, intimidations, involvements. Na kwa mantiki hiyo, yoyote aliye atakutana bora, sahihi, ya wazi, yasiyotisha, ili kwa kura kama haki yake ya msingi katika taifa huru na la kidemokrasia linaloongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa vyama vya kisiasa wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushirikiana na viongozi wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam, tutaendelea kufungua kadiri siku zinavyozidi kwenda, ili kuruhusu kila mmoja kuelekea kwenye chaguzi hizi asiwe na malalamiko wala dukuduku za aina yoyote mpaka siku ya uchaguzi. Lakini naendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na hata mmoja wa kuharibu au kufifisha amani ambayo tamani kuendelea kujua tumefikia wapi kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%. Lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo, moja ikiwa ni kusaini mikataba, mbili ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini tatu yakiwa ni malipo, lakini nne ikiwa discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine ni madeni yote ya nyuma kulipwa, ili kuweza kuuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking, pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki.
maeneo yote haya very soon yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Katika hili niendelee kuwaomba kwamba kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa mwongozo kuhusu siku rasmi ya ufunguzi wa soko letu, na kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa rasmi mwongozo wa kiongozi atakayekuja kulizindua soko hilo, basi niendelee kushirikiana ama kuomba ama kuwapa rai viongozi wote wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Kariakoo kufungua njia ili soko letu liweze kupitika, na hasa pia nyakati ambazo viongozi waandamizi watakapotaka kuliona soko hilo wasipite kwa shida. Soko lina ramani na lina barabara rasmi. Kwa hiyo viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Kufungua njia kuelekea kwenye soko la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Na jambo jingine kuhusiana hili, kulikuwa pia kuna malalamiko mengi kuhusiana na bei kuwa kubwa za frame nyingi zilizopo kwenye ukanda wa Kariakoo. Ninayo furaha pia kuwaeleza kwamba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi Deo Ndejembi kupitia shirika la nyumba NEC wameamua kuingia katika ubia maalum. Na kwa mantiki hiyo ninayo hakika kwamba mwaka huu hali ya biashara katika eneo lote la Kariakoo itaendelea kuwa bora sana, kwa sababu maeneo ya kufanya biashara yameendelea kuongezwa kwa ubunifu mkubwa ulioendelea kufanywa na Wizara ya Ardhi chini ya Waziri Ndejembi na shirika la nyumba la taifa, kwa kuingia ubia na wafanyabiashara au kuingia ubia na watu binafsi ili waweze kuboresha nyumba za awali na kuwa magorofa yenye frame nyingi za maduka. Sambamba na hilo, ndugu zangu waandishi wa habari, mwenendo wa biashara za saa 24 ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea. Leo mkipita katika viunga mbalimbali kuanzia Kariakoo mpaka Mwenge na baadhi ya maeneo, mtakuta kwamba biashara saa 24 zinaendelea. Na hapa Kariakoo nitumie nafasi hii kushukuru sana Gavana wa BOT aliyetupa vibali ama aliyetoa vibali kwa taasisi za kibenki, taasisi za kifedha kufanya pia kazi saa 24 kwa wale wenye uwezo huo. Niombe na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa NMB Bank ambao wao wamekuwa wa kwanza kabisa benki yao kwanza cooperate kwa masaa mengi pale Kariakoo. Lakini kwa kuwapongeza huku si maana kwamba benki zingine sijazipongeza, na wao wanaendelea kuinstall baadhi ya mifumo ili pia kuruhusu biashara saa 24 kuweza kuitika katika mnyororo unaohusiana, yani biashara, uhifadhi wa fedha, masuala ya ulinzi na masuala mengineyo ya namna hiyo. Je, hali ikoje sasa? Kama tungesema katika asilimia, tuko asilimia ngapi? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwape tena taarifa hii njema kwamba tumepeana assignments na wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba baada launch ama kuzindua, sasa wakuu wa wilaya kwa kushirikiana na taasisi zote wafanya biashara ndani ya wilaya zao
na wao wa launch biashara saa 24 katika wilaya zao, ili wafanyabiashara wetu katika maeneo mbalimbali waendelee kuiona fahari ya usalama wa ndani ya mkoa wetu na ufahari ya usalama ndani ya taifa letu unaoratibiwa na kusimamiwa na vyombo vya dola, lakini kwa uimara wa serikali anayoiongoza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa moja. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara. Na kwa mantikio, waandishi wa habari naendelea kualika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na local. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya, la mwisho nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote tupo katika Juma Kuu